Bahati Shukamili. Lucifer, nakushukuru sana kwa zawadi ya uhai. Hivyo habari za hivi ni nzuri zaidi. Kwanza kabisa, kama watu ambao hawajui ukweli ambao umefichika, mimi siku nyingi sijai kuzungumza. Yaani toka mnanitafutaga Kingobla tukuoje, sijai kuzungumza siri ambayo watu duniani hawajui. Nimekaa sana, kitu kinanisumbua kwenye moyo, na unajua kitu unapokuwa kila mtu anakuhisi anakuuliza, ni bado niseme kweli. Ni maana leo naongea siri za Pastor Ezekiel. Mimi ndio nimemuunganisha Pastor Ezekiel kwenye chama. Yaani ni siri ambayo naongea leo, sijai kuzungumza, lakini leo nazungumza. Mimi ndio unavyoona Pastor Ezekiel umaarufu wake vile, unavyoona sijui miujiza yake kule Kenya, ana maiti, anafanya watu kinyume na maumbile, anafanya watu mambo ya kishetani, mambo ya Lucifer. Nguvu zimetoka kwangu mimi King Cobra. Mimi ndio niliyompa dhamana, ndio niliyomuunganisha na wanachama kabisa. Na watu wengi huwa hawajui historia ya Pastor Ezekiel. Kwa hiyo nitazungumzia historia yake kifupi, afu ndo baadaye nitazungumza mikataba gani ambayo tumeingia. Wakati mwingine huwa tunaongea na Mungu wetu Lucifer, huwa tunaingia katika maombi na huwa tunaonana na Mungu wetu Lucifer na tunaongea naye. Kwa hiyo Pastor Ezekiel umaarufu wake wote vile, msimuone si anafanya mambo makubwa duniani mkafikiri chanzo ni wapi. Chanzo ni mimi King Cobra. Napenda kwanza kuongea kwa sababu kuna watu wengi nimewaunganisha lakini hawana shukrani. Nimewaunganisha, nimewasaidia watu hawana shukrani. Wamepitia kwenye mikono yangu mimi. Mimi ambao sijamuunganisha, Mwampasa ndio sijamuunganisha mimi, lakini tupo chama kimoja. Lakini Pastor Ezekiel mimi ndio nimemuunganisha. Kwa hiyo mimi nipenda kuongea sababu nimeona watu ambao kuna watu wengine hana shukrani. Hanashukuru mimi. Unajua mtu unapomsaidia mtu hata simu akupigie, inauma sana. Inauma sana, afu namuona nguvu zako anatumia, yani zile ambapo umemwezesha anafanya mambo makubwa, alafu watu hivyo jamii naona, alafu hana shukrani. Hata kunipigia simu King Cobra sasa hivi habari za asubuhi, sioni simu kupigiwa. Of course mimi akanipigia simu. Kwanza Pastor Ezekiel jina lake kamili anaitwa Ezekiel Odelo. It means kwamba Pastor Ezekiel Odelo ni kabila lake ni Mluo, mtu wa Kenya, alizaliwa 1970. Kwa hiyo ana miaka 54 kwa sasa. Na ni mume wa Pastor Sala Odelo. Mke wake ni Pastor Sala Odelo, na ni baba wa watoto 3 kwa sasa. Lakini alikuwa na watoto 4. Mtoto wa kwanza tulimtoa kafara. Hiyo kafara mlifanya wenyewe au alitoa yeye mwenyewe Pastor Ezekiel Odelo? Yaani hata kuelezea naona ni gumu. Kwa sababu gani? Leo unaniuma sana kwa sababu kafara Pastor Ezekiel Odelo alikuja kwenye chama. Kwanza nitazungumza jinsi gani nilivyomuunganisha. Ni kafara, ni makubaliano. Yeye alitaka afanikiwe kwenye sekta ya uchungaji miujiza ya kishetani, nguvu za giza. Alitaka atumie yaani kutukuzwa. Unajua kwenye chama kuna mwingine anakuja kuunganishwa ili tu apate utajiri wa kawaida. Yule pale machaji yake ni ya kawaida. Mwingine anakuja tu apate gari, apate nyumba, apate kampuni, apate nini, kila siku ingie milioni 30, kila siku apate milioni 30, aidha milioni 50 au milioni 20 kutokana na masharti yake. Yaani kuna mwingine anajiunga chama kawaida kabisa, anapata tu pesa nyingi, lakini yaani hivyo utajiri lakini nomo. Ila kuna mwingine anataka ajiunga chama atukuzwe. Kama Pastor Ezekiel alijiunga chama kutukuzwa, ni kama kina Mamposa. Yaani kutukuzwa, yeye anataka atukuzwe kama yeye ni anaitwa. Kwanza kabisa kuna mafusho huwa tunawapatia, sababu sisi ni viongozi wenye chama. Kuna mafusho huwa tunawapatia, mafusho ya maruhani. Mafusho ya maruhani ndio dawa kila kitu. Haya ni majini ambayo huwa tunayaweka kwenye chupa kisiri, ambao haya mafusho ya maruhani unatakiwa uyachanganye. Cha kwanza uchukue maji ya maiti. Maji ya maiti ukiyapata, tunayo maji ya maiti, mimi maji ya maiti ninayo. Kwa hiyo huwa tunapatia mafusho ya maruhani, napatia maji ya maiti, napatia mafuta ya manemane, mafuta ya mzeituni, mafuta ya simba. Mafuta ya simba kwa sababu ya kufanya kuogofya, yani watu wakuogofye, yani wakuogope. Alafu mafusho haya ya manemane ni ile kukuza nyota yako kwa kubwa zaidi. Alafu ya mafusho mengine haya tunasema nimekwambia maji ya maiti, yale huwa anachukua na maruhani, ana mix sehemu moja kwenye chupa, afu ile chupa anakuwa anaweka kwenye maji. Maana sema anauzia maji ya pako ndo haya ambao huwa na majini. Na yale tayari yakisha mwekea mtu. Kwanza kabla kuna mengine ambayo kabla hajaweka mle, hajamwagia watu, hajawauzia watu. Kuna mengine kabla ya mkutano. Unaona juzi Mamposa mkutano wake alivyojaza. Ni kitu kikubwa sana. Kabla ya mkutano uwanja unataka kuweka kona 4. Kwa hiyo mtu yote atakayevuka ile kona yuko chini ya utawala wa Kasfaya hili. Utawala wetu majini, utawala mmoja unaitwa utawala Kasfaya hili. Watu wengine ambao mjui. Kwa hiyo ni siri ambayo mimi naongea.
Sababu ni kiongozi, maana naongea kwa kujiamini, siwezi kufa, simwogopi Odelo, simwogopi Mamposa, wote naona kama sasa hivi wako chini yangu, ni washenzi tu. Kwenye chumba chake. Kwanza kabla ya pale kwenye historia, kabla hiyo chumba alipokuwa 1986 Pastor Ezekiel alikuwa ni muumini wa kawaida, alikuwa tu msabato wa kawaida, akawa naimba kwaya, pia akawa mwalimu, akawa mpiga kinanda. Lakini mwaka 1994 alikutana na Pastor Pius Muiru. Pius Muiru yupo Mkenya sasa hivi, sidhani kama yuko sehemu gani, sababu sijapata taarifa zake muda mrefu. Alikutana kule Pius Muiru, akamwasili kama mtoto wake. Kanisa lake Pius Muiru ilikuwa ni kanisa la muujiza, lakini ile muujiza ilikuwa ni ya kawaida tu, mchungaji kama kawaida. Kwa hiyo Pastor Ezekiel akawa muumini wa pale na alipewa cheo pia. Akawa kama vile Save the Children, kusaidia watoto na vijana katika worship na mambo ya nini. Lakini alipokuwa pale kuna kosa alilifanya kwa ule mchungaji. Kuna mapepo alitaka ayamiliki kisiri bila mchungaji. Mchungaji hapo kujua, alimfukuza. Alipomfukuza mchungaji yule, akakutana na yule mwanamke ambaye Sara Odelo, mke wake. Yule Sara Odelo walienda kuanzisha kanisa lao liko Shanzu, Kenya. Liko Shanzu, ambalo kanisa lao hilo ni kanisa la kimuujiza la Pastor Ezekiel. Hasa pale alipoanza kanisa alikuwa tu ni mchungaji ambaye ni wa kawaida sana, yani hakuwa na nguvu wala nini. Yani alikuwa tu mhubiri tu wa kawaida, anapata tu viela sadaka na nini vya waumini basi. Yani hakuwa kama tu wahubiri wa madhehebu ya kawaida. Ndio alikuwa na tamaa sana ya kupata utajiri. Alikuwa hana hela. Ndio 2020 akanipigia simu King Cobra. King Cobra, naomba msaada, nataka mimi mchungaji. Akanielezea. Mimi wewe niliogopa. Mimi niliogopa sana kipindi kile kuunganisha mchungaji. Unajua mchungaji hivi, pigia simu labda fikiria wewe mimi ni mwanachama wa chama hichi cha Freemason. Alafu mchungaji amenipigia simu. Lazima niogope kama mwanachama. Kwa hiyo niliogopa sana. Lakini akanipigia simu, akawa nilimzimia hadi simu. Nikapita kama wiki 3. Akanicheki. Nikauliza wakuu wangu, jamani, kuna mchungaji aitwa Odelo, anataka ajiunge na chama cha Freemason. Wakasema muunganisha. Nilipopewa dhamana, mimi sikuwa na hiana, nikamrudia kwenye simu. Habari ya huko Kenya salama. Akatuma nikamwambia kama inabidi nije Kenya. Kwa hiyo nikaenda Kenya. 2020 hiyo, ilikuwa mwezi wa 5. Sasa siku ya Alhamisi. Nilienda Kenya nikamuunganisha, pale sehemu yake nikaweka madhabahu hivyo. Kwa hiyo nilipomuunganisha ndio kuna mkataba maalum.